ningependa kuongelea kuhusu vijana wetu wa Gen Z. Mlipiga kelele vizuri sana, mkaongea mambo mengi na tukawasikiza. But now where the problem is, amshiki kura. Nilikuwa najaribu kufuatilia, kusema ukweli, vijana wetu hawashiki kadi ya kura. Na mtawezaje kupiga kura ama kutoa wale wenye wanatakikana kama hamwezi shika kadi ya kura? Tafadhali na waomba mshike kadi ya kura. Ninaporudi kwa mwananchi wa kawaida, yule mpigaji kura, kuna jambo lile lenye nataka kuwaambia na mnielewe leo, ya kwamba hawa watu wenye huwa tunapigia kura, wenye wanaitwa waheshimiwa, hawa watu ni wajanja sana, na mimi nawajua kwa sababu nimetembea nao. Hawa watu huwa wanakuwa wazuri wakati ya campaign imefika. Na jambo mbaya sana lenye linaonekana ni kwamba hapa Kenya, if you are not a mild millionaire or a pauper, mtu wa chini kabisa, hauwezi kuwa rafiki yao. Hawa watu ukiona wanakushika mkono, wanasema wewe ni mtu mzuri, ni lazima uwe hauna chochote. Mkikutana nao wanakupa 200 ama 100, wanakuacha. Ama uwe milionea mkubwa mwenye ukikutana nao, ukienda kuomba kitu kama tenda, lazima ununue na mamilioni ya pesa, hapo watakuvali. Lakini hawa watu matajiri wa katikati, kama ndugu yangu mdogo hapa Morris, wale wenye shilinginea sio milionea, ni vigumu sana kushikana na hao waheshimiwa, kwa sababu hao waheshimiwa, shida ni kwamba unapoenda penye wako wanataka uwahonge, uwapee pesa mingi, millions of money. Lakini ukiwa yule tajiri wa katikati mwenye hawezi akakununua na 500 ama 1000, wala hauwezi ukampa 1,000,000 ama 1,500 akupe kazi, sahau. Lakini sasa wakati huu nataka niseme ya kwamba nguvu imerudi kwa mwananchi wa kawaida, ya kwamba mtu yoyote mwenye atafanya mchezo, mtu mwenye atazembea kwa kazi, tumutoe na tuweke watu wengine. Jambo lingine lenye nimekuja kurealize kwa hii dunia, there are only 3 things yenye inaweza kusaidia kwa maisha. Nataka niwaambie mandugu zangu, wale wenye mnanitazama wherever you are watching me from, ama wale wenye tuko nao hapa, ya kwamba tufanye bidii, tutafute pesa, tufanye kazi. Sababu kwa hii dunia, jambo la kwanza la maana sana lenye inafaa uzingatie, it's God. Jambo la pili ni familia yako. Jambo la tatu ni pesa. Ukiwa na pesa, we utaitwa OCS. Ukiwa na pesa utaitwa president. Ukiwa na pesa ni OCPD, county commissioner. Ukiwa na pesa, ukiwa na pesa kama mimi utaitwa patron. Bila pesa huwezi ukaitwa patron. So nawaomba tafadhali mandugu zangu, wherever you are, tufanye kazi na nguvu. Yule mwenye anajua ni bodaboda, do it like never before. Fanya kazi ili uheshimike. Ukijua wewe umeandikwa mahali, fanya kazi. Tusije tukategemea hao waheshimiwa, kwa sababu waheshimiwa wanatutumia vibaya sana. Ikifika wakati ya kura, unaona mtu amebeba maji kwa kichwa, amepanda juu ya nyumba ya nyazi, ati anapiga ugali. Yeye ni tajiri, analeta ujinga yake sasa kwa maskini, aonyeshe ya kwamba muko pamoja, lakini ukweli wa maneno amuko pamoja. And that's why katika hii Kenya saa hii vyama ni ngapi? Ni 2. Chama ya kwanza ni ya matajiri, chama ya pili ni ya maskini. Na ndio unaona watu wanakuja wanagombana, baadaye mmoja yao akiumia ama akiwa na jambo, unaona wanarudiana. Na sisi ndio wenye tunabaki kuumia. Wale watu wenye hatuna wanakuja wanaanza kutuchanganya, wanakuja wanaanza kutupitanisha hapa chini, tunapigana na hao wanajua ya kwamba wanatuchezea. Nataka niwaombe tu wapigaji kura ya kwamba mara hii tuko na nguvu, na nguvu ibaki kwa mikono yetu. Jambo la mwisho, Bwana Spika, kwa mambo ya gavana wa huyu anaitwa Kahiga, jina wa Nyeri, Mutahi Kahiga,
Mimi nataka niseme ya kwamba mambo yameongelewa mengi kabla baba hajafa, lakini huyu jamaa pia aliongea tu vile mtu mwingine anaweza ongea, lakini nimeona watu wameishtumu vikali. Na ninakumbuka wakati Chebukati alikufa, mandugu zetu Wajaluo waliongelea sana ya kwamba alinyang'anya baba kura, wacha akufe. We never complained. So mimi ningependa tu kusema ya kwamba ameongea na already imeongelewa, na asiombe msamaha, already imeongelewa. Anapoomba msamaha ndiye anaharibu zaidi. Mambo yameongelewa, ndiye alikosa, lakini ishaongelewa. Hakuna vile anaweza akarivasi hayo matamshi. Kwa hayo yote muongelewa, lakini mambo ya Madam Judy, tafadhali viongozi wetu wa Bungoma, kwa sababu nasikia kuna wale maaskari wenye wako pale, kuna mwenye alitoa hiyo order waende pale na ni mtu mdogo sana. Tafadhali